Naam, mtazamaji wa Trend TV pamoja na Chile TV. Bwana, leo tuko hapa na ndugu wa karibu kabisa wa MC Pilipili. Kama unavyoelewa, msiba umetokea siku ya jana mnamo tarehe 16 Novemba mwaka huu, na sababu kubwa na mambo mengine mengi sana ambayo yalikuwa ni ya ndani kabisa ya kifamilia ambayo ulikuwa huyafahamu, leo utayafahamu. Hapa tuko na ndugu yake, huku ni Swaswa Dodoma. Bwana kaka, habari sasa hivi? Ni mbaya kama unavyoona ndugu mwandishi, tupo hapa. Nasikitika sana brother, alikuwa mtu wa maana sana. Kwanza kabisa pole sana kwa hili ambalo limewakuta ukiwa kama ndugu. Asante sana, asante. Pole na wewe, maana alikuwa anagusa pia jamii. Pole na wewe pia. Nashukuru sana bwana, tungependa kwanza kabisa kufahamu jina lako, unaitwa nani na unajishughulisha na nini? Mimi kwa majina naitwa Castus. Kama mnavyofahamu, mimi ni mdogo wa MC. Mimi kazi yangu kwa sasa nasomea walimu, lakini pia nipo chuo cha sanaa. Najaribu kufuata kile ambacho pia MC alikuwa akinishauri, kile ambacho nakiona kipo ndani yangu mimi, na ndio maana mpaka sasa hivi nakiishi hivyo. Sawa, naam. Kabla hatujamzungumzia marehemu, tungependa kwanza kufahamu zaidi kuhusiana, umegusia kwa mambo ya ushauri. Hebu tuambie, ni kitu gani ambacho kaka yako alikuwa anakusisitiza zaidi katika maisha yako? Brother alikuwa akinisihi sana ni namna ya kuishi na watu, lakini pia brother mara nyingi sana amekuwa akiniambia nijitoe, niwe mtu wa watu, lakini pia nisiwe mtu wa ugomvi, lakini pia niwe mtu wa kufocus sana na vitu vyangu, hasa masomo yangu, lakini pia sanaa yangu ya uigizaji. Lakini pia amekuwa akiniasa sana 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 nijiepushe na watu ambao watakuwa wananisema vibaya pengine hivyo. Bwana brother Castus, hebu tuelezee kidogo wasifu labda wa marehemu kaka yako MC, labda alikuwa anajishughulisha na nini, kitu gani ambacho alikuwa anapenda zaidi, na vitu vingine kama hivyo vya kumuhusu yeye kiundani ambavyo watu wengine hawa. Kaka MC kama wengi wanavyomfahamu, kweli alikuwa ni MC na alikuwa ndo kipaji chake, lakini pia kaka alikuwa ni mwalimu na dhana amefundisha shule mbalimbali hapa kwetu, amefundisha, lakini pia na vijiji mbalimbali na mikoa tu mbalimbali pia amefundisha. Na brother pia alikuwa ni mtu ambaye anafanya sana comedy. Pia alikuwa anaimba sana nyimbo, alikuwa anaweza kubadilisha wimbo wa kutoka Kiswahili kwenda kwa Kilugha, Kigogo. Alikuwa ni master sana hivyo vitu. Kwa hiyo brother alikuwa ni mtu pia wa watu, alikuwa hapendi kumdharau mtu, lakini pia ni mtu ambaye alikuwa anapenda sana kuwashika mikono vijana. Kijana yote ambaye alikuwa pengine anatafuta pengine msaada wake, anataka kujiendeleza kisanaa, hata kielimu, kawasaidia sana vijana wengi. Niseme tu ukweli, brother alikuwa anajitoa sana kwa watu. Bwana, hebu tuelezee kidogo, maana umesema kwamba alikuwa ni mwalimu hata familia nadhani ilikuwa inamfahamu kama mwalimu, lakini tunakumbuka aliingia kwenye comedy kwanza kabla ya UMC. Nyinyi kama familia mlipokeaje hizo taarifa, na aliwaambia vipi kwamba anaachana na ualimu anaingia kwenye upande wa comedy? Kiukweli MC hadi anaenda kwenye masuala ya comedy, hata familia kidogo kuna namna ilimtazama kwa jicho lingine, kwa sababu familia iliamini pengine masomo yake, walimu wake ungeweza kumfikisha mbali, kwa sababu ni kitu ambacho tayari kinaeleweka na amekuwa amekisomea na kipo katika, tuseme ni professional yake. Kwa hiyo kila mtu kweli alistaajabu sana kuona MC ametoka kwenye masuala ya walimu ambao ni kitu ambacho amekisomea, amekwenda kwenye kitu ambacho ni kama kipaji. Lakini hatukuweza kumshangaa sana, kwa sababu ni kitu ambacho alikuwa anakifanya, ingawa alikuwa hajakifanya kwa yule kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo hatukuweza kushangaa sana, na wengi tulitamani tu kuona labda kitamfikisha wapi na ataendelea vipi na atafanya vipi.
Brother, Pole sana kaka, pole sana. Jikaze, jikaze. brother, umeniacha. Ulikuwa unanispaa sana kaka, ushauri wako na ukumbuka. Ndio hivyo. Pole sana bwana, jikaze kidogo tuzungumze. Tunaamini kwamba kuna mengi sana ambayo tutayajua leo kwa vile tumekutana na wewe kama mdogo wake. Kuna mengi sana kiukweli tutayafahamu kutoka kwako. Kwa hiyo tunakuomba kidogo jikaze tuweze kuzungumza mawili matatu. Najua msiba ni mkubwa sana kwa upande wako. Kumbuka ulikuwa unazungumzia issue ya kutoka kwenye ualimu kwenda moja kwa moja kwenye comedy na unasema kwamba hata familia pia kidogo ilishangaa kuona kwamba MC ametoka, kwamba kaka yako ambaye alikuwa mwalimu kwenda kwenye comedy. Ni kitu kidogo kilishtua familia. Ni kwamba mlikuwa muamini kwamba comedy inaweza ikamfanya awe maarufu au akafanya kitu tofauti kwenye maisha yake? Ni kweli hakuna ambaye alitegemea kama kaka pengine comedy ingeweza kumtoa au sanaa ambayo anaifanya ingeweza kumtoa, lakini yote kwa yote tunamshukuru Mungu. Brother aliweza kusimamia kile ambacho anakiona yeye ni sahihi, na aliweza kupambania pia ndoto yake ambayo ilimfanya mpaka watu wakamfahamu kuwa MC ni nani, na akaweza kutanua zaidi wigo wa kufika sehemu mbalimbali kufanya matamasha. Kuna baadhi ya matamasha mengi tulikuwa tunaenda wote, alikuwa akinichukua na mimi na iko nimekuwa nakuwa nyuma yake. Of course alifika mbali sana, na mpaka anafikia hata wewe mwenyewe ulikuwa unaona matangazo yake, lakini pia baadhi ya kazi zake ulikuwa unaona zilikuwa zina sana viral. Kwa hiyo ni mtu ambaye aliamini sana ndoto yake, aliamini sana kipaji kuliko maneno ya watu. Naam. Na pia vile vile swala la yeye kuwa MC ni kwamba lilikuja tu au ni kitu ambacho alikuwa anaonekana tokea akiwa bado yuko huku Dodoma, alikuwa anaonekana tayari alikuwa na hizo element za kuwa MC, au baada ya kwenda Dar es Salaam ndo akawa MC? Kaka, swala la UMC umeanza muda tu, na mimi nimekuwa nikimuona, na hata nyumbani alikuwa anapenda sana kutuchekesha. Anapenda sana kufanya kama nyumbani tumekaa na baba, mama na familia. Alikuwa anapenda sana kusimama mbele na kuanza kupresent familia yake, anaanza kueleza vitu ambavyo vinahusiana na familia, anaanza kutuchekesha, anaanza yani hata kama tunakula alikuwa hajali, anaanza baba hata kimsema alikuwa hajali. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilikuwa kipo kwenye moyo wake kwa kweli. Hata kama tumekusanyika familia, labda kuna sherehe, ni mtu ambaye alikuwa anapenda sana kuwa kipaumbele, kutangaza ile sherehe, kuzungumzia vitu ambavyo vinahusiana na ile sherehe. Kwa hiyo kipaji chake kimeanza muda tu, mimi nilikuwa mdogo na forza, lakini nakumbuka namna alivyoanza. Yeah. Sawa. Naam. Vipi kuhusiana na mafanikio ya MC Pilipili kutokana na yeye mwenyewe kuamini kipaji chake kuliko hata elimu aliyokuwa nayo, na mwisho wa siku imemlipa kama vile tulivyoona, amekuwa ni faraja ameleta furaha kwa kila mtu ambaye alikuwa anamtazama kutokana tu na kipaji chake. Familia mlipokeaje hiyo hali ilivyo? Kiukweli hapo ndipo hata familia ilianza kumuunga mkono, baada ya kuona kumbe jamii inaelewa ambacho anakifanya. Anaanza kupata mafanikio, anaanza kupata show, anaanza kupata mialiko mbalimbali na watu wakubwa. Kwa hiyo hata familia ilianza kuona kwamba kumbe hiki ambacho anakifanya kaka kinaleta manufaa makubwa kwake na kwetu sisi. Maana pia hata familia ilianza kuwa maarufu, hata sisi pia tulianza kuwa maarufu kupitia jina lake. Tulianza kufanya vitu ambavyo watu wanavielewa pia kupitia jina lake. Kwa hiyo kila mmoja alianza kukubali kwamba kaka, kitu ambacho anakifanya kinaleta manufaa kwetu na kwake, lakini pia hata kwa jamii. Yeah. Naam. Hapo Castus tumezungumza kuhusiana na vitu vingi sana kumuhusu, kama introduction kumuhusu kiundani zaidi MC Pilipili. Sasa nataka tuzungumze kidogo kuhusiana na suala zima la familia yake mwenyewe, ndoa yake kwa ujumla.
kwa mara ya kwanza kabisa tuzungumzie kidogo mambo ya mahusiano. Kwa mara ya kwanza kabisa tunafahamu kwamba MC Pilipili bwana ameoa na mkewe kidogo kulikuwa na mgogoro, moja kati ya vitu ambavyo nadhani watu wengi sana wanatamani kufahamu. Hii issue ya mgogoro wake yeye na mkewe ulikuwa unaifahamu kinachoendelea? Ah, kiukweli kuhusu mke wake ya kaka ameoa, ana mtoto mmoja wa kike ambaye mimi pia ni mwanangu na nimebakia kama ndo mboni yangu mimi. Ndio kitu pekee ambacho tumebaki kama kumbukumbu iliyobaki kwa kaka. Na of course kulikuwa na misunderstanding kati ya yeye na mke wake, mama mtoto wake. Lakini nisingependa sana kulizungumzia hilo swala kwa sababu ni swala ambalo liko ndani sana. Yes, lakini kwa ufupi tu ni kwamba alikuwa hana mahusiano mazuri na mama mtoto wake. Ingawa walikuwa wametengana na kulikuwa na taratibu zinatakiwa kufuatwa au kulikuwa na vikao mbalimbali pamoja na baadhi ya viongozi wa dini kwamba juu ya kuweka sawa ndoa yake ili waweze kuwa sawa na familia yake. Kwa hiyo kulikuwa na hizo hatua ambazo zilikuwa zifanyike, lakini kwa bahati mbaya kaka ameondoka kabla hata hajatimiza hilo swala. Kaka, kumbuka sana. Pole sana kaka, jikaze kidogo Castus, jikaze bro. Pole sana. Naam mtazamaji, kama unavyoona ni kwamba uchungu, simanzi imetawala kiukweli, na kama unavyoelewa kwamba kumpoteza mtu wa karibu, hususan mtu mcheshi kama MC Pilipili alivyokuwa kwa familia yake na kwa watu wake wa karibu, imekuwa ni pigo kubwa sana. Kama unavyotazama kidogo imekuwa ni mtihani mkubwa sana. Naam, inabidi tu tuendelee kuzungumza hivyo hivyo. Pole sana Castus. Asante sana. Bwana, kitu kingine ambacho tulikuwa tunatamani kufahamu ni kwamba issue ya historia ya kiafya kwa kumuhusu kaka yako. Maana taarifa ambazo tumezipata za juu juu inasemekana huko mitandaoni kwamba alikuwa na pressure ya ghafla, ndio hiyo iliyomfanya yeye atangulie mbele za haki. Je, hapo awali labda katika ukuaji wenu hapa nyumbani mlikuwa mnamfahamu labda MC alikuwa na matatizo yoyote yale ya kiafya ambayo alikuwa anamsumbua? Ni kweli kaka alikuwa na hiyo tatizo, na ndio tatizo ambalo limemsumbua kwa kipindi kirefu sana, lakini kama unavyojua mambo ya mtu huwa ni ya mtu tu. Amekuwa ametafuta sana suluhisho na kutibia matatizo yake, amekuwa akipata tiba, na kama unavyojua brother alikuwa ni mtu mkubwa, alikuwa na madaktari wakubwa, alikuwa akijaribu kumpa ushauri, kumwelekeza namna ya kuweza kuendana na ile hali yake, lakini nafikiri Mungu tu ndo amependa iwe hivyo. Hakuna ambaye angetarajia kama kaka angeweza kufikia hatua ya kufariki ghafla kiasi hicho. Kwa hiyo tumwachie tu Mungu, hatuna jinsi, sisi ni binadamu, ni wa kwake, hata kwake pia tutarejea. Kwa hiyo tumwache tu brother apumzike, tumwache tu brother apumzike, ya duniani yabaki kwa duniani, kaumaliza mwendo kwa ufupi. Naam, Clastus, moja kati ya habari ambazo zimesambaa sana huko mitandaoni ni kuhusiana na shemeji yenu ambaye kidogo tunafahamu kwamba alikuwa yuko kwenye migogoro na kaka yako mpaka inasemekana kama walivyotuambia kwamba walikuwa kaka yako alikuwa yupo katika harakati za kufanya mazungumzo na shemeji yenu kwa ajili ya kuweka mambo sawa, waendelee na maisha na kulea mtoto wao. Sasa vitu ambavyo vimeenda viral huko mtandaoni bwana, kuna habari ambazo zinasemekana kwamba picha ambayo imesambaa huko mtandaoni ikiwa inamuonyesha shemeji yako ameshika tumbo ndiyo ambayo imesababisha pressure kupanda. Hili swala ukiwa kama mtu wa karibu una kipi cha kutuambia? Unajua
Mimi ambacho nakijua ni kwamba shemeji alikuwa anampenda sana brother, lakini pia brother alikuwa anampenda sana mke wake, na ndio maana ikafikia hatua mpaka kaka akatafuta suluhisho ya kumaliza matatizo yote. Kwa hiyo kuhusu kwamba shemeji ndo chanzo cha kifo cha kaka, hilo hapana. Shemeji yangu ni mtu mzuri, shemeji yangu ni mtu ambaye ana upendo, shemeji yangu ni mtu ambaye alikuwa anatupenda familia yetu yote, kuanzia mimi, mume wake, hata wetu sisi, lakini pia hata upande wa familia ya binti tulikuwa na mahusiano mazuri tu, maelewano mazuri. Kwa hiyo hata kama wewe unavyoona mtandaoni, hata sisi pia tunaona hivyo hivyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho siwezi nikasema kwamba ni cha ukweli. Hapana, ni uzushi tu na uvumi, ili tu watu wapate vya kuzungumza. Jambo likitokea, kila mtu anakuwa anaongea jambo lake, lakini shemeji yangu ni mtu mzuri sana, nampenda. Tumeishi kwa upendo, amani, furaha, tabasamu. Ni mistake tu ndogo ndogo zilikuwa zinatokea ambazo hata wewe mwenyewe ndugu mwandishi unaweza taka na familia yako zikatokea na mkeo zikatokea, vitu vya kawaida. Lakini pia kama unavyojua kaka alikuwa ni mtu maarufu, kwa hivyo vitu vya kama hivyo haviwezi vikakosa. Kwa hiyo kuhusu shemeji, hapana, hilo sioni kama ni sababu ya brother kufa, hapana, au kupoteza maisha, hapana. Pia vile vile, hebu tuelezee jinsi ambavyo wakati taarifa wewe hizi za kifo cha kakako ulizipokea wapi? Yani ulipigiwa simu, ulikuwepo kipindi ambacho anapelekwa hospitali, na uliambiwa sababu ni nini hasa? Hali ilikuwaje wakati anafariki? Taarifa mimi nilizipata nikiwa studio, nilikuwa studio sababu kama nilivyokuambia walikuwa na mimi pia ni mwana sanaa. Kikweli sikuweza kuamini pale pale, kwa sababu muda mfupi, masaa machache kabla tumetoka kuongea na ametoka kunitumia pesa ya baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa nahitaji kufanya, lakini pia alikuwa amenipromise kwamba kuna sehemu yupo akitoka angeweza kutembelea pale tulipokuwa tunafanya, tupo kambi. Kwa hiyo tumeweka kambi sehemu, tunafanya vitu vyetu ambavyo vinatuhusu mimi na watu wengine ambao tunashirikiana nao. Kwa hiyo taarifa nilizipokea kwa ukubwa sana, kwa sababu kwanza nilikuwa siamini mtu ambaye nimetoka kuongea naye masaa machache yaliyopita afu naambiwa kafariki. Kwa kweli pale pale kwanza sikuamini. Nikamtafuta pia shemeji yangu, yeye mwenyewe akaniambia pia amesikia kama nilivyosikia mimi. Basi ikabidi tuwasiliane na familia, kweli ndo wakaniambia kwamba kweli brother kafariki. Kiukweli nilisikia vibaya sana, iliniuma sana sana. Sikuwaza na kwanza sikuamini kwamba ni kweli. Niona kama kila mtu anayenipa hizo habari ananidanganya, kama vile ananifanya kama vile labda ni mtu ambaye kama ananitania tu, lakini baadaye kumbe kulikuja kuona brother kweli amefariki. Sijategemea kabisa, imekuwa ghafla sana. Kaka ameondoka wakati ambao hakuna aliyetamani kaka aondoke. Kweli kifo ni fumbo, kifo ni siri. Kaka hata hajaniaga, hata kunipigia simu, hata kuniambia. Naam, mtazamaji, kama unavyoona leo kidogo ni simanzi kiukweli, kama unavyoelewa kwamba MC bwana alikuwa ni moja kati ya watu ambao walikuwa na mchango mkubwa sana, sio tu kwenye jamii, lakini pia vile vile kwenye familia. Naam, bwana Clastus, hebu tuambie kidogo kuhusiana na mipango ambayo nyinyi kama familia baada ya kifo cha kaka yako mna mipango gani sasa hivi? Kila kitu kipo chini ya kiongozi ambaye anasimamia wasanii, Steven Nyerere. Kwa hiyo
mimi kama ndugu wa marehemu nasubiri tu kupata mwongozo, nini kinafanyika, kitu gani kinatakiwa. Basi mimi sina cha kufanya tena, nawasikiza tu hapo ambao tayari hili jambo lipo chini yao. Unajua, kisha kuwa mfiwa unawasikiliza tu wale ambao wameshikilia msiba, na taratibu zote zitatangazwa na watu wote mtajua, kila mtu atajua nini kinaendelea. Kwa hiyo kwa sasa siwezi nikazungumzia chochote kuhusu mipango, namna jinsi ilivyo. Nafikiri mtapata taarifa tu, kila mtu ataelewa mwanzo mpaka mwisho nini kitafanyika, mpaka hatua za kwenda kumpumzisha mpendwa wetu, wote mtajua tu. Lakini kwa sasa mimi sina maelezo yoyote, sina mazungumzo yoyote. Naam, bwana, kitu kingine ambacho tumekutana nacho huko mtandaoni kupitia ukurasa wa MC Pilipili, hivi karibuni aliweka posti, na katika ile posti ni mambo ya kiimani zaidi alikuwa ameyaposti, akiwa anazungumzia swala la mambo ya uchawi. Umeona? Sasa akaelezea vitu vingi sana. Sasa kuna watu wameitafsiri kama vile ye mwenyewe pia ni kama vile ametabiri kuhusiana na kifo chake. Hili swala unalizungumziaje, kwamba kama watu wanasema mtandaoni kwamba MC alitabiri kifo chake? Je, kwa nyinyi ndugu, kuna ishara zozote zile kwenye mazungumzo ya kifamilia, labda akiwapigia simu wakati anazungumza siku chache kabla ya umauti wake kumfika, uliona kwamba akiwa anagusia kama vile ametabiri au alikuwa anajua kwamba atafariki, huyo ambapo watu wanasema? Unajua kaka, alikuwa ni mtu wa dini sana, alikuwa ni mtu ambaye anamwamini sana Mungu, lakini pia amekuwa akitusia hata sisi tuendelee kumwamini Mungu, maana Mungu ndo kila kitu. Of course hiyo post hata mimi niliona aliandika, lakini ni mtu ambaye alikuwa anapambana sana na imani za kishirikina, alikuwa ni mtu ambaye haamini sana kupitia hivyo vitu. Kwa hiyo imani yake ilikuwa ni kubwa sana kwa Mungu. Kwa hiyo kuhusu kwamba amejitabiria kifo, labda alijua kwamba anakwenda kufa, atafanyaje, kwa kweli siwezi nikalisemea hivyo, siwezi nikaliweka hivyo, kwa sababu siwezi nikajua zaidi aliwaza nini. Kwa hiyo mimi mwenyewe sielewi kwa kweli, ni hivyo tu ndugu yangu. Na vipi kuhusiana na mambo ya kishirikina, labda nyinyi kama ndugu? Maana watu wengi sana huaga vifo kama hivi vya ghafla, maana ukizingatia kifo cha MC Pilipili bwana kimekuja ghafla, wala hajaugua wala haikuwa ajali. Sasa nyinyi kama ndugu, labda hili swala eh, watu wengi sana wamehusisha na mambo ya kishirikina, ukizingatia hata posti yake ya mwisho alikuwa ameposti kuhusiana na mambo ya uchawi. Vipi ndugu, mmelipokeaje hili? Sisi kama ndugu tunamwachia Mungu tu, hatuwezi tukahusianisha na vitu kama hivyo ambavyo ya kusadikika. Ni kweli uchawi upo, unawezekana upo, lakini sisi kwa imani yetu ya Kikristo tunaamini kabisa mtu akifa basi ni Mungu tu amependa na muda wake umefika na wakati wake ndio hivyo. Mungu amempenda, ameona amemaliza kazi ambayo alimtuma hapa duniani. Kwa hiyo kamchukua na kaenda kufanya kazi zingine huko mbinguni. Kwa hiyo kusema kwamba labda amerogwa, kuna mkono wa mtu, hapana. Kwa hiyo sisi kama familia bado hatujawaza hivyo na hatujafikiria, tunaamini tu kwamba ni Mungu ndo ametenda basi. Kwa hiyo kuhusu ushirikina wa kweli hapana, hatujawaza hicho kitu. Naam, pia vile vile tumeona huko mitandaoni, labda unaweza ukawa hujapata nafasi ya kuingia mtandaoni, lakini mitandao ya kijamii hususan Instagram, tumeona watu wengi sana wamekuwa wakimlaumu na kumshutumu shemeji yako kuhusiana na baadhi ya vitu ambavyo vilikuwepo kati yake na MC Pilipili. Maana kuna watu wanadai kwamba yeye alikuwa hana maelewano mazuri, lakini baada ya kifo amekuwa akizungumza vitu positive kumhusu yeye, lakini ni vitu ambavyo kiukweli vimeenda viral sana. Watu wengi sana wamekuwa wakimsema vibaya shemeji yako kutokana na kwamba yeye alikuwa hana maelewano mazuri na MC, lakini sasa hivi baada ya kifo amekuja mbele kuonyesha kwamba yeye pia ameguswa na kuumizwa sana. Kama nilivyosema, shemeji hana hatia yoyote juu ya hili swala. Shemeji hahusiki na kitu chochote kwenye hili swala, hapana. Hao ni maneno tu ya mtandaoni na watu wajaribu kuhusianisha mahusiano, lakini pia na ugomvi.
lakini hakuna ambacho labda kimefanya eti shemeji amekifanya kimefanya mpaka kaka amekufa. Hapana, tumwachie tu Mungu hii swala, mambo tumwachie tu Mungu, yeye ndo anayejua kwa nini kaka amekufa. Nafikiri ni wakati wake utakuwa tumefika. Kwa hiyo kuhusu shemeji, mi bado nampenda, bado kama familia tunampenda, ana mtoto wetu, tuna familia naye tayari. Kwa hiyo sidhani kama ungeweza kufanya kitu kama hicho afu yani mtoto wake akue bila kumuona baba yake, kitu ambacho hakiwezekani. Hata kama ni roho mbaya kiasi gani, lakini huwezi kufanya kitu kama hicho, maana mtoto wao bado mdogo na bado angekuwa anahitaji zaidi mapenzi ya baba yake, anahitaji zaidi upendo baba yake na nguvu ya baba yake. Lakini sasa ni mzazi gani ambaye angependa mtoto wake akue bila kumuona baba yake? Kwa hiyo moja kwa moja unaona kabisa ni kitu ambacho hakiingii kwenye akili. Kwa hiyo shemeji yangu hawezi kufanya kitu kama hicho kwa kweli. Kwa hiyo ni watu tu wanajaza, wanafanya wanavyoona wapate wanavyovitaka wao, lakini shemeji Shauri nini watu, unawashauri nini watu ambao wanamsema mitandao? huwezi kumlimit mtu kitu cha kusema, hasa akiwa amedhamiria kusema, na huwezi kusema mtu utampangia cha kuzungumza, eti sema hiki ndio sawa, sema hiki sio sawa. Ah, waache tu waseme vile ambavyo wanaona wao ni sawa, lakini kumhukumu shemeji yangu na kumhusianisha moja kwa moja na ni makosa makubwa sana, wanakosea. Wasifanye hivyo kwa sababu shemeji naye ni binadamu kama wao. Shemeji ni binadamu ambaye pia ana upendo kama hicho. Naomba tu mtandao wa kijamii na watu wengine waache kabisa hivyo vitu wanavyofanya, sio vizuri. Kiukweli sio vizuri. Shemeji yangu ni mwenye brandi kubwa, ni mtu ambaye ana jina kubwa, lakini pia watu wengine wanaweza kupitia yeye au kupitia hii tukio wakatengeneza chuki zao kufanya vitamvunjia heshima shemeji yangu, kitu ambacho kizuri. Kwa hiyo kutumia udhaifu wa mtu kumharibia mambo yake sio vizuri. Kwa hiyo swala waliache kama lilivyo, shemeji yangu wamwache aendelee na maisha na yeye aendelee kutafakari namna ambavyo alikuwa anaishi na mume wake, aendelee kutafakari kumlea mtoto na familia kwa ujumla ambaye atakuwa amebaki nao jukumu la kumlea mtoto wake. Hivyo tu, wasimpe sana presha kubwa, maana hali anayoipitia ni nzito kama mke wake. Kwa hiyo machungu anayoyapitia ni mazito sana. Kwa hiyo wamwache tu apumue, apumzike, ni hivyo tu. Wasimpe taharuki, wasimpe presha hivyo. Naam, tunafahamu kwamba MC Pilipili amefariki, amemwacha mtoto, ukiachana na swala la mke, lakini pia vile vile amemwacha mtoto binti. Je, vipi kuhusiana hali yake ikoje? Anatambua kilichotokea? Na nyinyi pia kama ndugu mmejipanga vipi kwenye upande mzima wa malezi ya binti ambaye MC amemwacha? Sisi kama ndugu ambaye ndo tuseme ni wazazi wa huyo binti, tutamlea katika maadili ambayo baba yake alikuwa anapenda mtoto wake akue, lakini pia kwa sasa bado hatujamwambia chochote kwa sababu bado, na ukizingatia hata kama tutamwambia haitamsaidia kitu chochote, ila tu tutapambana, tutajaribu kumlea katika misingi ambayo ni mizuri, maadili mazuri. Atasoma, atakuwa, atakuja kujua tu baadaye baba yake kwamba hayupo, atajitambua mwenyewe, kwa sababu kuna baadhi ya vitu vingi ambavyo pia vinamhusu yeye kaka alikuwa anavitamani kuvifanya kwa mtoto. Kwa hiyo tutaendeleza yale mazuri ambayo alikuwa anayafanya kwa mtoto wake, ili mtoto yule akue asijihisi mpweke, asijihisi labda ametengwa na jamii au na familia. Tutaishi naye tu vizuri tukishirikiana na mama yake hivyo tu. Na hapa mwanzoni umeelezea kuhusiana na kwamba kakako kuna baadhi ya vitu ambavyo alikuwa akikusaidia, akikusapoti. Hebu tuelezee kidogo kiundani kwamba kifo chake kimeaffect vipi maisha yako kwa ujumla, ikiwa ni mtu wako, alikuwa ni mtu wako wa karibu sana na vitu vingi sana alikuwa akikusaidia. Yaani ni sawasawa na mtu aliyekimbia kilomita 100 halafu akarudi kilomita zingine 100 tena nyuma. Ndivyo ninavyojiona mimi kumpoteza kaka.
najiona nimerudi nyuma kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu hata mipango, mambo yote ambayo amekuwa akiniahidi nimeona ghafla yamezima, yani kama taa sasa mwanga umeisha, nimebaki gizani. Kikweli sielewi, sijui nifanye nini, sijui kabisa nifanye nini, lakini naamini Mungu yupo, atanisimamia. Pia kuna watu wapo nyuma ambao pia kaka alikuwa akinikutanisha nao, pia wameniahidi kwamba kile kitu kitakuwa sawa. Kwa mimi tunaomba Mungu kila kitu kiwe sawa tu. Kwa kweli kwa hilo sina cha kuongea zaidi, ila tu naamini Mungu yupo na kila kitu kitakwenda sawa. Yeah. Naam. Bwana Castus, kwa kumalizia kama ulivyotuelezea kuhusiana na msiba wa brother ulivyokugusa, sisi kwanza kabisa tunakushukuru kwa kujikaza kufanya mazungumzo na sisi, na pia tunakuombea Mungu akupe utulivu, ustahimilivu na nguvu kwa kipindi hiki kigumu ambacho mkiwa kama ndugu mnakipitia, lakini pia vile vile Mungu aweze kuilaza roho ya marehemu mahali pema peponi. Kwa kumalizia, labda kama kuna chochote ambacho natamani kuzungumza kwa jamii, huu ni wakati wako. Niseme tunashukuru sana waandishi wa habari na vyombo mbalimbali vya habari na taasisi mbalimbali ambazo zimesimama na sisi mpaka sasa, lakini pia nawashukuru watu wote, viongozi wa dini, viongozi wa serikali, lakini pia watu ambao walikuwa wakifanya nao kazi. Wote naombeni tu msiwe na taharuki, msisikilize maneno ya watu ya mtandaoni. Kila mmoja atazungumza la kwake, lakini kikubwa tu ni kwamba tumachie Mungu. Tutakuja kuongea vitu ambavyo tutakuwa tunaenda kinyume na mipango ya Mungu, lakini pia kinyume na Biblia, lakini pia Mungu atakuwa hapendi, kwa sababu Biblia inasema yeyote amhukumuye mwanadamu mwenzake na yeye atahukumiwa. Yeyote amlaanie mwanadamu mwenzake na yeye amelaaniwa. Kwa hiyo naomba tu binadamu wa Tanzania wenzangu, tuache kuhukumu, tuache kuanza kufanya vitu ambavyo vitatufanya na sisi tutende dhambi mbele za Mungu. Kwa hiyo tumwachie tu Mungu, tumwombee kaka yetu. Ni wakati sasa wa kuomba kwa Mungu na kumwombea alale mahali pema peponi zaidi na apate pumziko la milele brother. Kwa hiyo mengine tumwachie tu Mungu.